Hivi unadhani majini na mashetani ni kweli yapo? Na kama yapo, hali ingekuwa vipi kama tungekuwa tunaonana nayo kila mara? Karibu katika simulizi ya leo, urithi wa laana, usiku mrefu uliotawaliwa na majini. Katika kijiji cha Litumba kulikuwepo na stori kuwa usiku wa manane ambao mvua hunyesha, kunakuwa na kikao cha majini chini ya mti mmoja mkubwa ulio katikati ya uwanja wa kijiji. Ukipita usiku huo lazima ukutane nayo, na hiyo ikimaanisha usalama wako unakuwa matatani. Stori hizi zilikuwepo kwa muda mrefu sana, lakini hakuna aliyewahi kuamini, kwa maana hakuna aliyewahi kuthibitisha kuwaona. Sagamba, kijana wa miaka 20, alikuwa mrefu na mwenye mwili uliojengeka sana. Alikuwa jasiri na jeuri. Sagamba alikuwa mjukuu wa Bibi Konga. Alikuwa ni mmoja wa vijana wabishi ambao hawakuamini katika mambo ya mila na desturi wala uwepo wa viumbe kama majini, mazimu au vibwengo. Kitu pekee alichohofia Sagamba ni kuzama kwenye maji, maana aliwahi kupona kufa maji alipoenda kuogelea. Sagamba alikuwa akipenda sana kutembea usiku. Alikuwa akitembea nyakati za usiku bila wasiwasi. Siku moja alienda kuangalia ngoma katika kijiji kilicho mbali kutoka kijijini kwao, na ngoma zilipoisha ilikuwa tayari ni usiku. Taratibu alianza safari ya kurudi kijijini kwao, akiwa kashika fimbo mkononi kwa ajili ya kujihami, na alikuwa akitembea kwa ujasiri sana. Alipita katikati ya misitu mikubwa ya kutisha katika safari yake ya kurudi nyumbani. Hawakuonekana watu wala hazikusikika sauti za watu, isipokuwa kelele za wadudu tu na miti pale upepo ulipovuma. Sagamba alikaribia karibu na uwanja wa kijiji ambao husadikika ni makao ya majini, ambapo ghafla hali ya hewa ikabadilika. Ghafla zikapiga radi nzito na upepo wa kutisha. Mbalamwezi zikapotea na giza likawa totoro, na ndani ya sekunde chache mvua ikaanza kunyesha. Hakukuwa na sehemu ambapo Sagamba angeweza kujificha. Ilibidi aendelee na safari tu. Alipofikia uwanja, alianza kusikia sauti za watu zikizungumza. Aligeuka pande zote kutazama, lakini hakuona mtu. Sauti zikawa kimya tena. Akadhani labda lilikuwa ni wenge tu. Kajitisha mwenyewe, akaukusanya ujasiri na kuendelea kutembea. Aliamini wazi kuwa hakuna watu maeneo yale katika usiku kama ule. Mvua ilizidi kuongezeka, na huku upepo mkali ukitikisa miti kila pande. Alianza kusikia sauti za ajabu ambazo hakuelewa zimetokea wapi, wala hakuzielewa ni sauti za namna gani. Aligeuka pande zote kutazama, hakuona kitu. Wasiwasi ulianza kumwingia taratibu ndani ya moyo wake. Mwili ulianza kutetemeka, siku baridi, bali hofu. Hali ilitulia kidogo, upepo ulipoa na sauti zikakata. Alipata ujasiri tena kuwa zile kumbe zilikuwa sauti zilizosababishwa na upepo. Mvua kali bado ilikuwa ikipiga, na alikuwa ameukaribia ule mti uliopo katikati ya uwanja ambao simulizi zake alishawahi kuzisikia kuhusu kutumika kwenye kikao cha majini kila mvua zikinyesha. Alipokaribia ule mti, alianza kusikia tena sauti za watu zikiongea. Kuna wakati zilibishana, kuna wakati zilikubaliana, na kuna wakati alizisikia zikishangilia. Moyo wake ulipatwa na ganzi. Wasiwasi ulizidi, miguu ilianza kukosa nguvu ya kuendelea kutembea. Alibaki amesimama huku zile sauti zikizidi kuongea.
Aliangaza pande zote, lakini hakuona mtu hata mmoja, wala hakuona chochote. Alibaki kasimama kwa dakika kadhaa akijiuliza, hizi sauti zinatoka wapi? Ni kina nani wanaongea na mbona haonekani? Alibaki kasimama kwa dakika kadhaa zaidi kabla ya ubongo wake kung'amua ile hali na kuamua kugeuza alikotoka. Alipokuwa anainua mguu kurudi alikotoka, alisikia sauti, mbona unaahirisha safari yako? We pita tu. Hakumwona msemaji. Alijaribu kuangalia pande zote, hakuona kitu. Sagamba alitimua mbio bila kujua ni uelekeo gani anaenda. Ghafla alifunga breki za miguu yake baada ya kuona kiumbe wa ajabu mbele yake. Yule kiumbe alikuwa kutisha, alikuwa mrefu, hakuna mfanoe. Sagamba alipomtazama miguu hakuiona. Ilikuwa kama kile kiumbe kinaelea hewani, japo mwendo wake ulikuwa kama kinainua miguu na kutembea. Alipotazama juu pia hakuona uso wake. Kile kiumbe kilikuwa kirefu kuliko ukomo wa macho yake. Hofu ilizidi kumjaa Sagamba kiasi mwili ulikuwa ukitetemeka kwa hofu. Alisikia sauti ya kutisha na kutetemesha zaidi ya maporomoko ya maji ikimuuliza, unakimbia nini? Hakuelewa kama ni kile kiumbe kimemuuliza au ile sauti imetoka sehemu nyingine. Aligeuza uelekeo na kukimbilia upande mwingine. Alikimbia kwa hatua kadhaa na kusimama tu mara baada ya kuona mawimbi makubwa ya maji yanakuja pale alipo. Yalikuwa ni mawimbi makubwa kiasi kwamba yaliweza kuzifunika nyumba zote alizokuwa akiziona upande wa pili. Alitamani kulia, hakuweza. Alibaki kutetemeka kwa hofu. Hakuelewa yale maji mengi yametoka wapi, maana kijiji chao kipo mbali na mto, na hata kama mto ufurike vipi, usingeweza kugusa sehemu yoyote ya kijiji chao. Maji yalipozidi kujaa, ilibidi abadili mwelekeo na kuanza kurudi alikotoka, maana hofu ya kugharikishwa na yale maji ilikuwa kubwa kiasi cha kusahau ile kiumbe wa ajabu aliyemwona. Alikimbia sana na kukaribia kabisa katika ule mti, ambapo alishtushwa kusikia sauti, umerudi tena? Alishtuka. Alipotazama mbele, aliona viumbe wengi wa ajabu. Kulikuwa na viumbe wafupi na wenye muonekano wa kutisha. Kulikuwa na viumbe ambao macho yao yaliwaka kama taa. Kulikuwa na viumbe ambao sura zao zilikuwa nyekundu kama damu. Kila kiumbe alichokiona kilitosha kumtia hofu moyoni mwake. Alisimama na kushindwa kuendelea mbele. Pale aliposimama, aliona maji yakianza kujaa na kumfikia magotini. Alipogeuka nyuma, aliona mawimbi makubwa ya maji yanakuja kumfunika. Alisikia sauti, njoo ujumuike nasi hapa, maji hayafiki. Moyo wake ukiwa umejawa hofu na wasiwasi, miguu imekosa nguvu ya kukimbia na pia haoni sehemu yote ya kuelekea. Alifikiria kwenda vilipo vile viumbe, ila moyoni aligoma. Aliona mawimbi makubwa yakija kumfunika. Aliamua kufumba macho huku moyoni akiwa amepoteza tumaini, akisema kama kifo kinakuja basi acha kije. Alikuwa akikisubiri kifo, nacho kilikuwa kinakuja. Alipigwa na mawimbi na kuzama ndani ya maji. Alijaribu kupambana na maji lakini hakuweza, na nguvu zake zilikuwa zikimwisha. Alijiona mwili wake ulivyokuwa dhaifu dhidi ya yale maji. Alijiona jinsi pumzi inavyoacha kutoka, na sasa hakuwa tena anafahamu. Lakini ghafla Sagamba alianza kuhisi kama pumzi narudi. Alivuta pumzi kwa nguvu, na alipofumbua macho alijikuta amelala chini ya ule mti mkubwa akiwa amezungukwa na watu. Alikuwa kama mtu aliyechanganyikiwa.
alionekana ni mwenye hofu na wasiwasi. Alitazama kila mahali na kuona ni ardhi kavu na sio maji kama yale aliyokuwa yakimkarikisha usiku uliopita, na wala hakuwaona tena wale viumbe wa ajabu. Waliitwa wazee wa kijiji, walikuja, walimnywesha madawa na kufanyia tandiko. Wazee walidai ameadhibiwa kwa kupita katika njia isiyo yake na wakati ambao ulikuwa sio wake, na kama angethubutu kukimbia maji na kuwafuata wale viumbe, angepoteza maisha yake kwa kuitoa nafsi yake kama sadaka kwao. Sagamba alipona na kuwa salama, lakini alijifunza somo rahisi kwa njia ngumu. Alijifunza kuheshimu mila, tamaduni na desturi. Alijifunza kuhusu umuhimu wa mafunzo ya wazee. Bibi yake Sagamba alifurahi kumuona mjukuu wake akiwa mzima. Alimkumbatia kwa furaha na upendo, huku akimwambia, mjukuu wangu, kuwa msikivu wakati mwingine. Watu wengi katika kile kijiji cha Litumba walikuja kuamini kuhusu uwepo wa viumbe wa ajabu kama majini katika ule mti, baada ya kushuhudia maswahibu yaliyomkuta Sagamba. Hakuna tena aliyethubutu kupita pale usiku wa manane, hasa mvua ikinyesha. Na huu ndo urithi wa kijiji ambao wako nao, ule mti ambao uko pale zama na zama. Ndo urithi wa laana ambao unatunza majini ya kutisha, ambayo ukipita usiku ambapo mvua inanyesha, lazima usiku ugeuke mrefu na wenye mateso kwako. Na hii ndo simulizi ya leo. Usisahau kusubscribe ili uweze kupata simulizi nyingine kwa wakati mwingine tena. Karibu Storyverse Swahili.